Upande wa miundombinu ya barabara, serikali imeendelea kuwekeza kwa kiwango kikubwa ili kurahisisha usafirishaji wa watu na bidhaa. Mfano wa barabara hizo ni pamoja na barabara ya bypass inayotengenezwa kutoka Kihesa Kilolo kutokea stendi ya Igumbilo ambayo ilitengewa bilioni 41.6. Hadi sasa barabara hiyo imefikia zaidi ya 33%. Barabara ya Iringa hifadhi ya Ruaha ilitengewa bilioni 112 ambapo utekelezaji umefikia 35%, na barabara ya Iringa Kilolo imetengewa shilingi bilioni 60 na utekelezaji wake umefikia 96%. Lengo la kujenga barabara ya Iringa bypass, kwa wale ambao ni wageni wa mji wetu, unapokuja na barabara ya Dodoma, tunalazimika watu wote kutumia barabara moja kuingia mjini. Ujenzi wa barabara hii ya bypass sasa unawatenganisha watu. Wale wasiokuwa na majukumu ya moja kwa moja mjini, anaweza akapita kwenye bypass kule na akaendelea na safari yake ya kwenda Mbeya bila kuingia Iringa mjini moja kwa moja. Inaondoa msongamano, lakini inapunguza ajali katika maeneo yetu. Mkiwa mnatoka mjini hapa mnashuka kwenye kile kilima wanasema kisima cha bibi, kuna kimlima unashuka pale Chalami. Mara nyingi pale panakuwa na jamu kubwa ambayo inaathiri, inachelewesha huduma za watu, inasababisha ajali. Na hivyo sasa serikali iliona ije na njia mbadala ili kuhakikisha mji wetu sasa unakuwa na njia nyingi zenye uhakika ili kurahisisha huduma na usafiri wa wananchi katika maeneo yetu. Kazi hii nzuri inafanywa na TANROADS mkoa wa Iringa. Tuwapigie makofi mengi sana kwa kazi nzuri. Katika kuendeleza na kukuza sekta ya utalii, nimezungumzia habari ya barabara ya Iringa Msembe. Barabara ya Iringa Msembe ni barabara ambayo inatoka hapa mjini Iringa inakwenda moja kwa moja hifadhi ya taifa ya Ruaha. Kabla ya hapo barabara hiyo ilikuwa ni rough road, jambo ambalo lilikuwa lina discourage watu wengi kwenda kutembelea hifadhi. Kwa uwepo wa barabara ya lami sasa kutoka mjini hapa mpaka hifadhini, kutawafanya hata wananchi wao binafsi kuwa na morali na mori ya kutembelea maeneo ya hifadhi, kwa sababu yatakuwa yanafikika bila kutumia gharama kubwa, lakini pia kwa usafiri wa kila aina. Hizi ni hatua zetu na tujipigie makofi kwa kuendelea kuzisimamia. Katika kuendeleza na kukuza sekta ya utalii, serikali imeendelea kutekeleza miradi mbalimbali ya kuboresha miundombinu na huduma za utalii katika mkoa wa Iringa. Miongoni mwa miradi hiyo ni ujenzi wa kituo cha utalii unaogharimu zaidi ya shilingi bilioni 22, ambapo hadi sasa utekelezaji wa mradi huo umefikia takribani 63%. Mradi huu ukikamilika, unapofika Iringa unatembelea kituo cha utalii, utakuta taarifa zote zinazohusu utalii, maliasili na mambo mengine yote. Utaamua sasa niende Uduzungwa, niende Ruaha, niende wapi, kwa taarifa zote zitakuwa sehemu moja. Itakuwa ni kama one stop center ya masuala yote ya utalii kwa nyanda za juu kusini. Ukitaka taarifa za Njombe, taarifa za wapi, taarifa zote zitakuwa zinapatikana kwenye kituo ambacho kimejengwa kimkakati Iringa kama sehemu ya makao makuu ya nyanda za juu kusini. Katika kuendeleza kuza sekta ya utalii, nimeeleza vizuri na ni imani yangu kwamba mradi huu ukikamilika utaweza kuleta tija. Aidha, kupitia mradi wa Regrow, serikali imewekeza jumla ya shilingi bilioni 76 kwa ajili ya ununuzi wa mitambo, kuboresha miundombinu mbalimbali ndani ya hifadhi ya taifa ya Ruaha, miradi ya kuongeza kipato na miradi ya uhifadhi. Maboresho ya miundombinu yanajumuisha ujenzi na ukarabati wa barabara za ndani ya hifadhi, kuboresha miundombinu ya malazi kwa watalii pamoja na kuimarisha miundombinu ya usafiri wa anga, hatua inayolenga kuongeza idadi ya watalii na kuboresha uzoefu wa wanaotembelea hifadhi hiyo. Kwa sasa tunavyozungumza, ndani ya hifadhi ya Ruaha pale tumejenga uwanja wa ndege ambao mtu anaweza akatoka kokote moja kwa moja akashukia hifadhini na akaendelea na shughuli za utalii. Kazi hii inafanyika ili kuongeza thamani ya utalii ndani ya mkoa wetu. Vile vile kupitia mradi huo wa Regrow, ujenzi wa eneo la kambi za watalii yani campsite katika hifadhi ya Kilombero Nature Reserve imegharimu jumla ya shilingi bilioni 1, hatua inayochangia kupanua fursa za utalii wa asili na kuongeza mapato yatokanayo na sekta ya utalii. Kwa ujumla, uwekezaji huu wa serikali unaendelea kuimarisha sekta ya utalii katika ukanda huu, kuvutia wawekezaji na watalii zaidi na kuchangia kwa kiasi kikubwa ukuaji wa uchumi wa mkoa wa Iringa na mtu mmoja mmoja.